Wakati mwingine, uzuri si baraka, ni mwanzo wa matatizo. Kulikuwa na msichana anaitwa Amina. Amina alikuwa mzuri kupita kiasi. Uzuri wake ulikuwa tofauti. Kila mtu aliyemuona alishangaa. Wanaume wengi walimtamani na wanawake wengine walimuonea wivu. Lakini Amina hakuwa na kiburi. Alikuwa msichana mpole, mwenye heshima na moyo mwema. Siku moja alipokuwa anarudi nyumbani, alikutana na kijana mmoja anaitwa Juma. Tofauti na wengine, Juma hakuvutiwa na uzuri wake tu. Alivutiwa na namna alivyoongea, tabia yake na unyenyekevu wake. Walianza kuongea polepole. Kila siku walikutana, wakazoeana, na baada ya muda mfupi, urafiki wao ukageuka kuwa mapenzi. Ilikuwa ni upendo wa kweli. Waliaminiana, walicheka pamoja, na kila mmoja aliona maisha yake yamepata maana mpya. Lakini sio kila mtu aliyefurahia mahusiano yao. Mama yake Juma, mwanamke mkali na mwenye msimamo, hakumpenda Amina hata kidogo. Aliona uzuri wa Amina kama kitu cha hatari. Moyoni mwake aliamini kuwa msichana mzuri sana hawezi kuwa mwema. Alianza kumchunguza Amina kwa mbali, akitafuta kosa lake, lakini hakupata. Hata hivyo, chuki yake haikupungua. Siku moja alimuita Juma na kumwambia kwa sauti kali, "Yule msichana sitaki kumwona karibu na familia yangu." Juma alishangaa. Alijaribu kumtetea Amina, lakini mama yake hakutaka kusikia chochote. Wakati huo huo, Amina hakuwa anajua kinachoendelea nyuma yake. Aliendelea kumpenda Juma kwa moyo wote, bila kujua kuwa tayari kuna mtu anayepanga kumharibia maisha. Na hapo ndipo mwanzo wa matatizo ulipoanza. Kama unapenda hadithi hii, usisahau kusubscribe, like na kuacha comment ili tuendelee na sehemu inayofuata. Baada ya mazungumzo yale makali, Juma alibaki na mawazo mengi. Hakutegemea mama yake angemchukia Amina kiasi kile. Alijaribu kuelewa sababu, lakini hakukuwa na jibu la wazi. Siku iliyofuata, Juma alikutana na Amina kama kawaida. Amina aligundua haraka kuwa kuna kitu kinamsumbua Juma. "Ana nini?" aliuliza kwa upole. Juma alisita kidogo, kisha akamwambia ukweli. Alimweleza jinsi mama yake alivyokataa kabisa mahusiano yao. Amina alinyamaza kwa muda. Macho yake yalionyesha huzuni, lakini alijitahidi kuwa na nguvu. "Kama mama yako hanitaki, labda tuachane," alisema kwa sauti ya chini. Juma alishtuka. Hakutaka kumpoteza Amina. "Hapana, siwezi kukuacha. Nakupenda," alijibu kwa msisitizo. Maneno yale yalimpa Amina faraja kidogo, lakini moyo wake haukuwa na amani. Alianza kuhisi kuwa safari yao haitakuwa rahisi. Wakati huo huo, mama wa Juma alianza kupanga kitu kimya kimya. Hakutaka tu kuwazuia, alitaka kuhakikisha kuwa Amina anatoka kabisa katika maisha ya mwanawe. Alianza kuzungumza na watu wa karibu, akieneza maneno mabaya kuhusu Amina. "Msichana mzuri kama yule, si mwema, kuna kitu anaficha." Maneno hayo yalianza kusambaa taratibu. Watu wakaanza kumtazama Amina kwa jicho lingine. Amina alianza kugundua mabadiliko. Marafiki waliokuwa wakimkaribia walipunguza ukaribu. Baadhi yao walimkwepa kabisa. Alirudi nyumbani siku moja akiwa na huzuni sana. Alijiuliza, nimefanya nini kibaya? Lakini hakukuwa na jibu. Juma kwa upande wake alianza kuhisi presha kutoka kwa familia yake. Mama yake hakumuacha kwa amani. Kila siku alimkumbusha, chagua kati ya familia yako au huyo msichana. Hali ilianza kuwa ngumu zaidi. Lakini licha ya yote,
Juma alifanya uamuzi. Hata aacha Amina, hata iweje. Hakuwa anajua kuwa uamuzi huo utafungua mlango wa matatizo makubwa zaidi. Siku zilizofuata, mambo yalizidi kuwa mabaya. Amina alianza kuona watu wakimsema nyuma yake, wengine wakimcheka bila sababu. Hata kazini au shuleni, amani yake ilianza kupotea. Wakati huo huo, mama wa Juma aliendelea kushinikiza zaidi. Alimtafutia Juma msichana mwingine kutoka familia yenye hadhi, akimwambia, huyu ndiye anayefaa kwa maisha yako, si huyu Amina. Lakini Juma alikataa tena. Kila kukataa kwake kulifanya mama yake azidi kuwa na hasira. Usiku mmoja, mama wa Juma alifanya uamuzi wa hatari. Alimpigia simu Amina moja kwa moja. Amina, acha kumfuata mwanangu. Huna nafasi katika familia yetu. Ukipenda maisha yako, ondoka kimya kimya. Amina alitetemeka baada ya simu kukatika. Machozi yalimtoka bila kujizuia. Hakuwahi kufikiri angefikia hatua kama hii. Alijaribu kumwambia Juma kuhusu simu hiyo, lakini kabla hajamaliza, Juma alipokea taarifa mbaya kutoka kwa rafiki yake. Mama yake ameamua kumhamisha Juma kwenda mji mwingine haraka. Hapo ndipo kila kitu kilianza kuvunjika. Juma alibaki amesimama akiwa haamini. Amina alibaki akimtazama, macho yote mawili yakiwa na maumivu. Hii ni mipango ya kututenganisha, alisema Juma kwa sauti ya chini. Na kwa mara ya kwanza, Amina alianza kujiuliza swali gumu zaidi. Je, mapenzi yetu yanaweza kuhimili vita hii au tumechelewa tayari? Siku iliyofuata, Juma aliamka akiwa na taarifa nzito zaidi kuliko zote alizowahi kupokea. Baba yake alimwambia kuwa safari ya kuhama mji ilikuwa ya haraka na isiyoweza kubadilisha. Huu ni uamuzi wa familia. Huna nafasi ya kubisha, baba yake alisema kwa ukali. Juma alihisi dunia ikimzunguka. Alijua wazi kwamba hili lilikuwa jaribio la kumtenganisha na Amina kabisa. Akaamua kumwona Amina mara moja kabla ya kila kitu hakijaharibika zaidi. Walikutana sehemu yao ya kawaida jioni ile. Kulikuwa na ukimya mzito kati yao. Hakuna aliyokuwa na tabasamu kama zamani. Amina, naondoka kesho, Juma alisema kwa sauti ya chini. Amina alishtuka, macho yake yakajaa machozi mara moja. Kesho? Hivi haraka hivyo? Aliuliza akitetemeka. Juma akainamisha kichwa. Sina chaguo, lakini hii haimaanishi mwisho wetu. Amina alishika mikono ya Juma kwa nguvu, kama mtu anayeogopa kupoteza kila kitu. Ukiondoka, nitabaki na nini? Alisema kwa sauti iliyovunjika. Juma hakujibu mara moja. Alikuwa akipambana na maumivu yake mwenyewe. Tutabaki na ahadi yetu. Hata umbali hautavunja tulicho nacho. Lakini wakati huo huo, mbali kidogo, kivuli cha mtu kilikuwa kikiwatazama. Mama yake Juma alikuwa amefika kimya kimya, akishuhudia kila kitu. Uso wake ulikuwa mgumu, usioonyesha huruma. Bado hawajaelewa, alinong'ona. Siku hiyo ilipoisha, Juma na Amina waliondoka, kila mmoja akiwa na moyo mzito kuliko mwingine. Kesho yake, Juma aliondoka mjini. Amina alibaki nyuma, akiwa na ahadi tu na kimya kilichojaa maswali. Lakini ndani ya giza hilo, jambo moja halikujulikana bado. Umbali haukuwa tishio pekee. Kulikuwa na mpango mkubwa zaidi unaoendelea nyuma ya pazia. Rudi kidogo tufikiri pamoja. Mnaona huu upendo wa Amina na Juma unawezekana kweli kuendelea? Wakati kuna watu wakubwa wanaupinga, hasa mama wa Juma. Je,
Mnafikiri wataweza kurudi pamoja na kuwa na furaha tena? Au kutengana kwao kutafanya mmoja wao amsahau mwenzake kabisa? Haya ndiyo mambo tutakayozungumzia kwenye part 2. Na wewe unaonaje kuhusu huu upendo? Tuandikie kwenye comment zako kuhusu hadithi hii. Ndio maana nakusihi ufanye subscribe na like ili part 2 isikupite.